tunde ya kabere kigimo murobiri bomukia buna butambe being health Thursday alitukirigali rero tumebarikiwa kuwa na wageni hapa studioni ni madaktari hapa manyewa kama daktari basomete kigima ili bana alikuwa bagutumanya gusigo tosemia what is diabetes gusana oburwiri bw'isukari litukiriga ili rero ko tinga karibu sana ndonsi asoberete kinga bune kingecho bona mambia elinde unyale ko tutegerera tunyale ko batugwesemia elinde tumanyina kitokunyara ko batugwetanga kurwa kunyora amarwiri au mono bururi tugukwana litukirigalia rero gwa diabetes ikiwa hapa studioni wageni wangu wamefika na Butambe ni Naro mutegerere ndonse sobera tentege tungariganirie abageni sisi litukirigalia rero elinde bamanyenga kweli mko tayari kuwasikiliza ama mko tayari kupokea ujumbe na baadaye buna Butambe wabike tayari kubuliri yao mwanalitali ya kwiraniria century ya bene ko tinga karibu sana kero gusangamo nenti gwetara 0704102078510210 kikaribisha mgeni. Yes buya kabisa bwakire buya asante sana. Vuna radio? Vuna hello? Yes. Buya kabisa? Asante sana. Vuna radio hello? Yes. Yes, Helen? Asante sana. Vuna radio hello? Yes, Francis. Ya mwisho kabisa Vuna radio hello. Yes Anna. Asante sana. Thank you so much. Wageni mmekaribishwa tena zaidi. Najua kila mtu angependa kuwakaribisha lakini aseme nchunga ye birone chinsa rinde toko manyumo tegereri simuko manyumo tegereri anyari ko baga kumanya inumba rabye nande inki mwacha gukora se studio litukiriga area rero na tutachanganya mo tegereri siku ya leo tutachanganya lugha ili tuweze kuelewana vizuri. Imetenga nonyemba ro unasikia Kiswahili kidogo lakini umbatso kuru no barenga tisikuru chisieke na bako na kugoteina ki mwenye detali yako teba kolenenga tutachanganya lugha zote. Karibuni sana. Mungu aweze kuwabariki lakini hivyo na wakaribisha sana. Asante sana. Asante. Natumai ya kwamba mmefurahia. Unajua ukifika kama umekasirika ama mimi nimekasirika mnaweza anza kujiuliza inki rero kiawa. Tumefurahi sana. Tunashukuru sana kwa hapa. Sisi ni madaktari kutoka hospitali ya Neptune Healthcare. Kwa majina naitwa Nina Nyanchoka. Ningependa kuwasalimia wasikilizaji wote wa Radio Vuna na mkaribie hapa karibu tuweze kusemezana kuhusu ugonjwa wa diabetes. Karibu sana. Asante kwa nafasi. Sasa Marieta Nguru kwa Dr. Gitabu Lumumba na mkuru wa daktari ya Neptune Healthcare kutoka Kijauri Sotiki Kisii Highway. Asante sana. Asante sana Divuna. Kwa majina ni Cliff Agwata. I am the director of Neptune Healthcare in charge of administration and we are here to be with you for the session on diabetes. Asante. Asante sana pia nimewakaribisha tena kwa wakati mwingine. Feel at home. They say that is an African way of welcoming visitors. Yeah. Msikilizaji mahali popote uliko inyoranga somo tandao Facebook na bobo tanyora kipima una radio bona 2.0 FM post in area. If you want to see our doctors how they look, how they are, just have a look at there. Elinde umanyenga bantu bako gukwanira ndake wako very good, they are very healthy. Ngonga mbali ko rande nchiri batariyo karakenta keke. Yeah, so karibuni sana karato kuligere nguru rwa diabetes. Litukiriga area rero. Kwanza kabisa pale nase kwa niaba ya mtagariri tumeitina diabetes ndio tukike kama diabetes ni nini? Okay, ningependa kuanza na kuweza kuelezea diabetes ni nini. Diabetes tukianzia ni ugonjwa ambayo kiwango ya sukari mwilini iko juu kuliko ile yenye ni ya kawaida. Ya kawaida kwa sababu ya kuweza kuelezea in terms of
normal ni 3.9 millimoles to 5.6 millimoles. Hiyo ndio normal. Ukikuja pale hospitalini tutaweza kukuelezea tukitumia hiyo normal. So ikikuwa juu zaidi kwa mwili ndio unaambiwa uko na diabetes. Ingawaje kuna yale vipimo ambayo lazima upimwe ndio uweze uambiwe kwamba uko na diabetes. Na diabetes huwa inakuja kwa jinsi gani kwa mwili? So kwa mwili kuna hormone ambayo inaitwa insulin ambayo inasaidia kuprocess sugar in the body ama kuvunja sukari ambayo iko kwa zaidi kwa mwili ili iweze kuwa kwa kiasi ambayo inatakikana. So hiyo insulin huwa inaproduciwa ama huwa inatengenezwa kwa mwili yetu kwa organ ambayo inaitwa pancreas. Kwa Kiswahili wale ambao wanatambua Kiswahili sana, hiyo inaitwa korosho. So hiyo pancreas ina produce insulin na hiyo insulin ndio inaweza kusaidia kuvunja sukari. But kwa diabetes kunakuwa na hiyo either upungufu wa insulin kwa mwili ama inakuwa produced kidogo yenye haiwezi pigana na hiyo kiwango ya sukari yenye iko mwilini. So hiyo ndio tunaita sasa diabetes, wakati kuna upungufu ama pancreas kabisa hai produce any insulin kupigana na sukari kwa mwili ama kufanya ikuwe within normal range. So hiyo ndio diabetes. Okay. Yes. Vizuri sana. Sijui Daktari Nina, kunywa sukari mingi inaleta ugonjwa wa diabetes? Okay, hiyo ni one of the concerns ambayo tunafaa kuangalia. Kunywa sukari mingi inamaanisha unaongeza kiwango zaidi ya juu kuliko ile ambayo mwili inahitajika. Na pia sukari mingi kwa mwili huwa tunasema excess sugar in the body converts to fat. So unapata mtu anaongeza kilo. Na one of the aspects ya kupunguza sukari kwa mwili ni kukuwa na kilo ambayo iko within normal. Kuna kitu huwa tunasema body mass index. Hiyo ni relationship kati ya urefu wako na uzito wako, ambao huwa tuna calculate weight over height in meters squared. Sema kama uko na kilo 60 na urefu wako ni maybe 1.6 meters. So unachukua 60, kwa wale ambao walisoma hesabu vizuri, hapo nimewapea assignment. Unachukua 60, una divide by 1.6 times 1.6. Hiyo ndio unapata body mass index. Na normal body mass index ni 18.5 to 24.5. Hiyo ndio normal. So katika kuangazia kuzuia diabetes, hiyo ni one of the key factors lazima tuangalie. Kilo yetu na urefu yetu inafaa ikuwe within normal range. Kwa sababu kukuwa na uzito mwingi, overweight, inaongeza ile resistance ya insulin kupigana na sukari kwa mwili. Sasa ni kusema wale ambao hatutumii sukari, wale ambao hatutumii sukari hatuwezi kumbana na ugonjwa wa diabetes. Okay, wale ambao watumii sukari ni njia moja nzuri ya kuzuia kupata sukari. Yaani inamaanisha ile chakula ambao unakula inakupea ile kiwango yenye unahitaji kwa mwili. Huwa hatuhitaji excess sugar in the body. Chakula zote huwa ziko na aspects of sukari. Huwa tunaongelea sana carbohydrates ambayo huwa zina contribute to calories yenye inakuwa sukari sasa kwa mwili. So wenye watumii ni vizuri because kwa chakula yote ambayo tunakula tunapata sukari ya kuweza kutusaidia kimwili. Asante sana. Tukizidi kuelezea, swali jingine ni sijui tuna aina ngapi za ugonjwa wa diabetes? Okay, kuna aina 3 ya diabetes. Kuna type 1 diabetes ambayo type 1 diabetes ni ile ambayo unapata sana kitambo walikuwa wanaita juvenile ama ilikuwa inaitwa insulin dependent diabetes. Ambayo unapata kuna mwili sasa inakuwa na upungufu wa insulin, haikui produced kwa kiwango ya kutosha ama hakuna kabisa ya kuweza kucontrol sukari kwa mwili. Hiyo ni type 1.
na sana sana kwa wale ambao wako na type 1 inakuwa sana sana kwa inaanza wakati mtu akiwa mdogo. Miaka mingapi? Wanasema around from about 3 years kuendelea unapata mtu anakuwa na hiyo changamoto ya type 1 diabetes ambayo ni maumbile ama tuseme genetic. Na haina sababu, no known cause. Haina sababu ambayo inakuja. So unapata inakuwa sana sana wakati wa udogo. Ndio maana inaitwa juvenile. Interpret juvenile ni udogo. Alafu pia kuna type 2 diabetes ambayo ni mwili inakuwa na resistance ama kunakuwa na insulin resistance kwa mwili kupigana na sukari. Na chanzo ya kuleta hii type 2 diabetes ni nini? Overweight. Kuwa overweight. Tumeongelea about body mass index ambayo ni between 18.5 to 24.5. So any overweight ama kukuwa obese inaongeza resistance ya insulin kupigana na break down sukari kwa mwili. So hiyo ndio type 2 diabetes ambayo unapata kwa sababu kunakuwa na hiyo resistance, sukari inakuwa mingi kwa mwili. Alafu kuna ile sasa inaitwa gestational diabetes ama ile kisukari ambayo inakuja wakati mama ako na mimba. Unapata kukuwa na mimba sasa hao ni kama watu wawili ambao wanapigania ile sukari, ile insulin yenye ilikuwa inasaidia mtu mmoja, sasa hii inafaa ipiganie watu wawili. So unapata sana sana inakuja wakati ambapo mtu ako pregnant. Yeah. So hizo ndio types ya diabetes mainly yenye huwa inatu affect. Swali jingine ni among the 3 types of diabetes ni gani ambayo mtu anaweza kuwa at risk sana? Which one has high risk kukuwa nayo? Ukiwa nayo you are at high risk. Okay, wacha tutasema ile ambayo inaitwa ni lifestyle. Hiyo ndio tunasema ni common in terms of prevalence kulingana na the WHO. Ni 3% prevalence ya ugonjwa wa kisukari kwa watu wazima. But kwa saa hii kuna ile kwa sababu ya maisha ambayo tuko saa hii unapata ina affect hadi watoto wa miaka 2. Hiyo type 2 sasa si ile sasa ile ni mtu amezaliwa nayo. Mass index ni 18.5 to 24.5. Hiyo ndio normal. So katika kuangazia kuzuia diabetes, hiyo ni one of the key factors lazima tuangalie. Kilo yetu na urefu yetu inafaa ikuwe within normal range. Yeah, kwa sababu kukuwa na uzito mwingi overweight inaongeza ile resistance ya insulin kupigana na sukari kwa mwili. Yeah. Sasa nikusema wale ambao hatutumii sukari, wale ambao hatutumii sukari hatuwezi kumbana na ugonjwa wa diabetes. Okay, wale ambao watumii sukari ni njia moja nzuri ya kuzuia kupata sukari. Yaani inamaanisha ile chakula ambayo unakula inakupea ile kiwango yenye unahitaji kwa mwili. Huwa hatuhitaji excess sugar in the body. Chakula zote huwa ziko na aspects of sukari. Huwa tunaongelea sana sana carbohydrates ambayo huwa zina contribute to calories yenye inakuwa sukari sasa kwa mwili. So wenye watumii ni vizuri because kwa chakula yote ambayo tunakula tunapata sukari ya kuweza kutusaidia kimwili. Yeah. Asante sana. Tukizidi kuelezea swali jingine ni sijui tuna aina ngapi za ugonjwa wa diabetes? Okay, kuna aina 3 ya diabetes. Kuna type 1 diabetes ambayo type 1 diabetes ni ile ambayo unapata sana sana kitambo walikuwa wanaita juvenile ama ilikuwa inaitwa insulin dependent diabetes. Ambayo unapata kuna mwili sasa inakuwa na upungufu wa insulin, haikui produced kwa kiwango ya kutosha ama hakuna kabisa ya kuweza kucontrol sukari kwa mwili. Hiyo ni type 1. Na sana sana kwa wale ambao wako na type 1 inakuwa sana sana kwa inaanza wakati mtu akiwa mdogo. Miaka mingapi? Wanasema around from about 3 years kuendelea unapata mtu anakuwa na hiyo
changamoto ya type 1 diabetes ambayo ni maumbile ama tuseme genetic na haina sababu, no known cause, haina sababu ambayo inakuja. So unapata inakuwa sana sana wakati wa udogo, ndio maana inaitwa juvenile. Interpret juvenile ni udogo. Alafu pia kuna type 2 diabetes ambayo ni mwili inakuwa na resistance ama kunakuwa na insulin resistance kwa mwili kupigana na sukari. Na chanzo ya kuleta hii type 2 diabetes ni nini? Overweight. Kuwa overweight. Tumeongelea about body mass index ambayo ni between 18.5 to 24.5. So any overweight ama kukuwa obese inaongeza resistance ya insulin kupigana na break down sukari kwa mwili. So hiyo ndio type 2 diabetes ambayo unapata kwa sababu kunakuwa na hiyo resistance, sukari inakuwa mingi kwa mwili. Alafu kuna ile sasa inaitwa gestational diabetes ama ile kisukari ambayo inakuja wakati mama ako na mimba. Unapata kukuwa na mimba sasa, hao ni kama watu wawili ambao wanapigania ile sukari, ile insulin yenye ilikuwa inasaidia mtu mmoja, sasa hii inafaa ipiganie watu wawili. So unapata sana sana inakuja wakati ambapo mtu ako pregnant. Yeah. So hizo ndio types ya diabetes mainly yenye huwa inatu affect. Swali jingine ni among the 3 types of diabetes ni gani ambayo mtu anaweza kuwa at risk sana? Which one has high risk kukuwa nayo? Ukiwa nayo you are at high risk. Okay, wacha tutasema ile ambayo inaitwa ni lifestyle. Hiyo ndio tunasema ni common in terms of prevalence kulingana na the WHO. Ni 3% prevalence ya ugonjwa wa kisukari kwa watu wazima. But kwa saa hii kuna ile, kwa sababu ya maisha ambayo tuko saa hii, unapata ina affect hadi watoto wa miaka 2. Hiyo type 2 sasa si ile sasa ile ni mtu amezaliwa nayo ya miaka 2. So kuna hiyo prevalence ya 3% according to the WHO, ambapo kwa watu 100 unapata watu 3 wako na risk ya kupata diabetes. Yeah, so hiyo ndio common. Na pia kwa sababu ya chanzo ambayo inakuja na diabetes ni hizi mambo lifestyle, sedentary lifestyle. Watu tunakaa kwa siku hizi, watu acha niseme kuomoka, wako na pesa, wananunua gari, wanatembea kwa gari. Siku hizi watu watembei sana, watu hawaendi kufanya mazoezi. So unapata kilo inaongezeka, na pia venye tunakula watu hawazingatii diet. Yeah, so hiyo ndio inakuwa the most common one because ni kitu ambayo tunaweza control sisi wenyewe. Lakini sema kwa mtoto, unasema pia mtoto mdogo anaweza kuwa na type 2 ya diabetes. Yeah, watoto ukimbia sana. They always they are doing things how nayo imempata, na umesema ni kukaa kukaa tu. So what's the result? Okay, unajua pia niseme times are changing. We are in the 21st century. Siku hizi mambo ya technology imekuwa mingi sana. Siku hizi kuna hii watoto unataka kufanya kazi nyumbani, umepea mtoto hapo simu yako achezee wakati keep busy. Na wakati gani mtoto atapata nafasi ya kwenda nje kukimbia? Okay. Unaona? So hiyo ndio one of the contributing factors yenye tunasema saa hizi hata type 2 diabetes imefikia hawa watoto wadogo because of the kind of lifestyle ambayo tunaishi kwa saa hii. Yeah. Okay, asante sana kwa msikilizaji ambaye unatusikiliza. Kwa sababu utakarete tukandete kuimanya kigimana ngitari kugase ene vitari ya Neptune Healthcare bagire tugotosomya na gotosemegiro y'uburiri bwa diabetes na buburiri bw'isukari. Tugosuka motori swali rinde usiriburinde ikiye kuleta diabetes. What are the causes of diabetes? Yes, doctor. Thank you for asiribaga. So diabetes ikiye kuletwa na ebintu nebingi bikorete diabetes. First ntobwate the risk factors, the modifiable na non-modifiable risk factors.
So diabetes nabekoretwa on non-modifiable factors ndobwate gintu gikoro kunga family history, positive family history of diabetes. Diabetes onyo muntu narorora gusaino orwarete tatebe bawo mino. You are at risk of getting diabetes. Nabe egoro lineage to lineage. Panore pointe. Ento kia kabere gestation on tubate nguna gestation of diabetes. Gestation of diabetes ngwambukirere during the pregnancy period. Ngakirendo munga nawe wateraneti. During that period. Abo kwambukiri umwana obo. Ikuru kunga gestation of diabetes. Ento kende race nduwate race na bokobo moso musongo uso mu Africa. Lakini moso abantu bakonyora diabetes abasongo moso mono that's under race as a risk factor. Alafu ndobwate ngendo gekuru kunga age. Age. The elderly abali abagotu, the elderly, they are at risk of getting diabetes due to their lifestyle bamenyere from the past. Onye bwanjite stare nyinge you are at risk of getting diabetes. Alafu bono ntobwate non-modifiable. Alafu na modifiable. Modifiable factors konyora diabetes umuntu wate overweight. Umuntu overweight kuna munye kitari ni nateba. Body mass index yawe anya yaeta niri 22.5 24. Atanyora for example tanyora ngo wate 30 BMI 30. I want to no overweight. If you're overweight, you are at risk of getting diabetes. If you are not the fats are not able to be broken down to get energy. Alafu na identify ngero kunga physical activity. Usara ansemono usoteri ko karagas kende gionsi, you are at risk of getting diabetes. Igona boto kwa advice abantu rende bakorege saisi watara ebintu binde. Alafu the point yendine ya smoking. The smoking nicotine ebintu byo the smoking is a risk factor of you getting diabetes. Okay, asante sana. Thank you so much. Ivomu otere ndusia soli kwa ngande tukutubuatia gwetera 102.0 FM gwetera www.radiovuna.co.ke inyura sensemeri Facebook na Radio Vuna 102.0 FM tuko pale abo kunyara kwa kutubuatia ya masa ya matuki kuja kwa swali jingine Daktari Nina. Symptoms of diabetes. Wakati mwingine mimi niko hapa nimekaa tu lakini sijui kama niko na diabetes, lakini the moment naenda kwa daktari, unajua kuna wakati mwingine unasikia mwili kama kawaida. Sisi kama binadamu ama sisi kama Waafrika tuna tabia ile moja ya nasikia kitu anasema wacha labda daktari ile siku nyingine aliniambia nikunywe maji mengi, nijaribu maji, haifanyi. Painkiller ziko pale madukani, unachukua hata mara moja kwa duka unakunywa, unasikia imepoa kidogo tena inarudi. Yani haujui ni nini haswa. Lakini nikifika pale hospitalini unaniambia nimekuwa diagnosed na diabetes. So what are the symptoms? Kwa niaba ya msikilizaji ili pia aweze kujua, uende kawa na vitu kama hivyo na hajajua baada aweze kukimbia pale hospitalini, anaweza fika pale Neptune ili aweze kusaidiwa. Okay. So kuna zile classical signs ambao huwa tunasema ni classical for diabetes. Ndio kila ugonjwa iko na venye wewe unajitambulisha. Kwa diabetes kuna zile 3 classical signs na other signs ambayo inakuja na diabetes. So kuna ile kwa wale ambao wamesomea medicine watu tunasema the 3 P's, which are ndio zile commonly presenting as
symptoms. So kuna ile polydipsia ambayo nitaelezea. Polydipsia ni ile kusikia hiyo kiu, unakuwa na kiu nyingi ambapo unakunywa maji mingi sana. Hiyo ndio inaitwa polydipsia. Then kuna ile polyuria. Hiyo ni pili, polyuria, ambapo kuna ile aspect ya kukojoa sana. Hiyo ni polyuria. Alafu pia kuna polyphagia. Hiyo ni kusikia njaa kwa haraka sana na pia kukula sana. So hizo ndio the 3 classical signs ya yenye tunaulizia. Tukikuulizia tutajua hapa, tukiendelea kuuliza maswali tunajua at least hizo ndio the first 3 signs yenye tuna expect ndio to rule out diabetes. Alafu pia kwa other signs and symptoms ambao utaangalia, kuna hii issue ya kupoteza kilo yenye haielezeki imekuja namna gani. Then pia kuna ile kupoteza kuona, blood vision. Kuna hiyo kusikia kuchoka sana, na over time tukiendelea na hizi, unapata maybe wengine wamekuwa na hizo signs, wamekuwa kitibu, maybe wanasema ni malaria, mtu anaenda na kununua dawa. So over time unapata mtu anakuwa na zile issues zenye unaanza kusikia kuna issues za macho. Sasa either anaanza kusema haoni kabisa. Then kuna hizo issues pia zinakuja na za moyo, shida ya moyo ambayo zinaambatana, na pia shida za vidonda ambayo unakaa nayo kwa muda mrefu ambayo haiponi. But kwa sana ni the first 6 signs zenye nimesema, ambayo zikikuwa unmanaged ama zisiposhughulikiwa kwa mapema zinaleta other complications ambayo zinaanzia kutoka kwa moyo kwenda hizo vidonda ambazo haziponi na kadhalika. Daktari, ulipozungumzia kwamba kuna mtu unasema ni polyphagia, polydipsia, polyuria na polyphagia. Polyphagia ni kusikia njaa sana. Kuna mtu utapata yeye naturally mtu apende kukula. Naturally apende kukula. Na maybe unajua akihisi njaa wanza akisema nimehisi njaa, hadi watu wanasikia vizuri na akikuja uende ikawa amesema nasikia njaa lakini sisikii kukula. So huyu mtu anaweza kuwa bado ako diagnosed na diabetes ama okay, unajua inategemea pia venye mtu amekuwa akikula. Unajua kuna ile abnormal yenye si wewe, si kwa kawaida yako. So ile polyphagia ni ile yenye si kawaida yako. Unasikia ile njaa kwa sana, na pia nayo ukikula unakula kwa sana. Yaani unakula lakini ni kama haushibi. Araitomotegereria ni kule sukari kugwate manyiriro gunebi gusuko kugwe manyiriro ko iburenga andake era ngolio karioka kwa mkonda aja ndogo kiringaki kwa igwenchara kumanyanga ndake no gune tuligie usino ogenda sabane gitari bana liko bako manyanga kweli. Are you having diabetes? Go singa kibo because there are those people who lose weight, of which you said losing weight without, there's someone who can be anemic and lose weight, who can be having such a certain problem and lose weight, ama someone stress and lose weight. So I don't know if stress, that one brings me stress. Inaweza leta mtu kuwa na diabetes. Stress siwezi sema inaweza leta, but inaweza changia ile sasa kama unasema unintentional weight loss. But sasa ndio useme mtu kweli ako na diabetes, kuna hizo vitu zenye unatarajia kuzisikia, hizo 3. Alafu itaambatana pia na vipimo ambao utafanya hiyo ya kucheck sukari. Ya kupima sukari ndio itaweza kufahamisha kweli shida ni ya kisukari. So on the other hand, mtu akija pale mgonjwa, how do you test for diabetes apart from kuangalia, unamuuliza, you examine, how do you go about it, the tests, and then you come up unaambia mtu kweli you have diabetes? Okay, kwa inaitwa kupima sukari, blood sugar, kwa kutaka ama kuelezea mtu kweli ndio leo nikwambie uko na diabetes ama uko na ugonjwa wa kisukari. Kuna zile tests ambao inatakikana ufanyiwe, na huwa tunasema there are around 4 tests zenye kweli ukifanyiwa alafu
zikuwe on the abnormal or on the confirmatory side, itaashiria kweli uko na ugonjwa wa kisukari. So kuna test ya kwanza ambayo tunaita fasting.